Tuko na mwendelezo wetu wa bridge bypass. Nikikwambia it's one of very professional grading, I mean it. That's why nikasema ngoja nitengeneze kama namba 2 yake, bridge bypass. Kuna aina mbili. Unaweza ukaweka bridge bypass ikawa na kama kidogo na saturations, au ukaweka kabisa ile ya movie ambayo mazingira yote yakawa yanaelekea kuwa pure black and white na little some colors na vitu kama hivyo. Lakini bridge bypass naipenda kwa sababu ni rahisi ku create film looks, lakini shadows zote zinakuwa pure and white zinakuwa pure. Umeelewa? So let's go, nisipoteze muda. Niko na DaVinci Resolve. I don't think if kind of this grading unaweza kuachieve kwenye, I think kwenye software yote, but this way ambao nataka kutumia nafikiri for DaVinci it will be better. So kama kawaida nita add nodes 3. Tutatumia zaidi ya nodes 3, lakini sitotumia nodes nyingi kwa ajili ya kubalance sijui mwanga kufanya nini, ili unielewe. Kwa hiyo hata kuna vitu nitaviskip. So nita add nodes 1, 2, 3. Ya kwanza tutailabel CST in. Then ya pili itakuwa CST out. Then ya tatu itakuwa LUTs. So hivi ni vitu vitatu ambao ni very main. Umeelewa? Very main. Nielewe vizuri. Then hapa tutaadi nodes moja ambayo yenyewe itaitwa balance. Sawa. Ukiadi balance pia nitaadi parallel nodes. Taadi parallel nodes. Kwa hii hapa tutailabel skin. Tukilabel skin kwa ajili ya kuhighlight to skin. Then hapa tutaadi serial nodes. Chini yake tutaad layer nodes. Umeelewa? So itakuwa kwa ajili ya this one itakuwa kwa ajili ya black and white. Ndio, black and white. Then hii tutaiacha none. Then kwa hiyo hapa I think tutakuwa na nodes, kwa sababu ukitoka nani hapa lazima uwe na nodes ya refine. Tutaandika refinement. Itakuwa ni refinement. Kwa tutakuwa tuna nodes kadhaa hapo. So cha kwanza LUTs ambao napendekeza kutumia, cha kwanza nitaweka LUTs ya R. Utaona picha yetu hapo imechange. Unaona? Tutaweka LUTs ya R, naona picha yetu imechange. This is after, then this is before. Hapa tujiweka color transforms. So color transforms tunarudi kwenye nodes yetu ya kwanza. Tunaenda kuweka color transform kwenye node yetu ya kwanza. Tutaweka hapo, lakini tuweke na nodes yetu ya mwisho kabisa. Ili usijichanganye, na maana tunaenda hatua na hatua. Kwa tutaanza na nodes ya kwanza. Sawa, hii kamera bwana ilikuwa ni Sony, japokuwa kule nimeweka R kwa sababu nataka ni act kama nimetumia R Alexa ili nipate picha ambayo kidogo imeshiba. So tunaweka Sony, then Sony S-Log3, then tutachukua space ya DaVinci wide gamut, then tutachukua DaVinci intermediate. Okay, tutaona mwanga wetu umepungua, lakini tutaufanyia refinement. Also hapa tutachukua DaVinci, then hapa tutachukua DaVinci intermediate, then convert to Record 709. Mwisho hapa tutaweka Cineon film log, kwa sababu tumeapply light. Tutaona boom, mwanga wetu umerudi vizuri sana. Okay, kwa unaona
so this is before, now this is after. Unaona mwanga umekaa umekubali vizuri. So kwa kuwa hii nodes ni kwa ajili ya kubalance this one, then hii kwa ajili ya skin. So kwa utanielewa maana yake ni kwamba nitapoenda kufanya bypass kwenye next node ya layer, kuna mwanga huo unapungua. So nodes nitaotumia kubalance ni hii na kufanya refinement ni hii, hizo mbili. Umeelewa? Ila hapa nita qualify nani skin yangu. Mbona nita qualify pop. Nitahakikisha napata nani nzuri. Nitatoa papo ili hiyo nywele kidogo nayo ingie kwenye nani. Kwa nitatoa papo. Yes, good. Like that. Like that. Okay, it's fine. Purple. Zeni radius ndaiongeza kidogo. Radius. Then I'll remove the noise. Remove noise, I mean the clean black. Clean black. Ukachezesha. Perfection is depend na wewe na clip yako. Kwa hiyo maybe hapo hautahangaika na nini, lakini strategies ya muhimu ndio hiyo. Kwa hiyo hapa sisi tayari tuna qualify yetu. Picha hatuzani kama itahitaji balance kwa sasa, lakini itahitaji maybe it's looking nice, very dramatic. Hii ni digital color grading. Yani hapa ushafanya digital color grading, even unaweza kumpatia mteja tu na hii digital color grading. Yani kwamba na hii ni RATs ile. Hii RATs ndio imefanya kwamba picha inakuwa very perfect. So kwenye kutengeneza bypass ni kwamba hapa nakuja picha yangu naiweka black and white. Sasa unajua uchawi wake uko wapi? Uchawi ndakuja kufanya finishing kwenye hizi blue output, green output pamoja na red output. Nitarudi. Kwa nini sifanyi sasa hivi? Kwa sababu nataka nione matokeo kwanza. Kwa hiyo nitachokifanya hapa, naweka kwenye composite mode. Nitatumia either overlay, lakini nitatumia soft kwa sababu sasa unaweza kuona picha yako sasa imekuwa very black. Ghafla imegeuka kuwa black. Mtu ana black skin, ana yes, yani kila kitu kina vibrance black, imekaa very film look. This is nice for you. It's looking nice, but for me naweza kuongeza kitu kimoja sasa tupate ile look halisi. So tunaweza tukaenda kwenye refinement. Hapa refinement nitatumia case kupandisha kidogo mwanga kidogo. Kwa hiyo tutumie color wheels before. Kwenye gain tutagain, so tutagain mwanga kiasi. As you see now inaonekana perfect. Tumegain tu mwanga kiasi. Wow. So this is before, then this is after. You can see the difference. So kwenye skin tunafanya nini? So skin tunaenda kufanya our final retouch, kwa sababu bridge bypass grading it's a very special. Unaweza ukaishia hapa, it's looking nice, lakini bridge bypass walau skin tone inakuwa very dark. Okay, maybe 20 for me it's enough. How's it? Unaionaje? So hii sasa ndo looks ambayo nilikuwa naitaka. You see, she looking very black. Umeelewa? Wow. Yes, unaona anaonekana very black, lakini kuna kitu tumemiss. Nini tumemiss? Sasa ndo naenda kukuonyesha hapa. Tufanye hii finishing kwenye black and white. You know, kwenye black and white, even hata kama unaona black and white, lakini all colors zinakuwepo ila zinakuwa desaturated.
even kwenye black and white unaweza kaifanya color moja izidi nyingine ipungue. So ninachokifanya na increase blue. Increase blue, unaona mtu anaanza kushine kwa sababu naiambia black and white yangu iongeze material ya blue, then ipunguze red ili mtu azidi kuwa mweusi anayeng'aa. So unaona, you see the difference, kwa anakuwa it's like nimefanya kwenye Photoshop. So the finishing is that. Umeona? Anakuwa very beautiful. Ana skin ile fulani ambayo ni nzito. Picha ni nzito. Umeelewa? Kwa sababu nimetumia hiyo trick. This is before, this is after. Umeona ngozi yake inang'aa. Yani inang'aa kwa sababu ya kushusha. Nikishusha hii unaona haing'ai, lakini ukiweka hivi ina pop, inamtenga yeye na background. Lakini pia kwenye refinement we can increase the radius. Tunaweza kuongeza radius ipop. Umeona? Labda hapo ipop, yani aonekane. Yes. Kwa ni wewe sasa hapo unaweza kaamua kuweka beauty, lakini this is my grading. This is before, then this is after. Unaionaje? Ukapata skin tone kama hii pure black ambayo huwezi kuona kuna adjustment imefanyika. Unaionaje? Na kila rangi inabaki kwenye rangi yake. So naitwa Creator Pro. Sasa hivi kizuri nimefungua session kwa sababu ugumu ulikuwa ni sessions online, ni muda na nini, lakini sasa hivi 24 hours nitaangalia muda wako, tutadiscuss, then tutafanya lessons kuanzia camera setting, writing, tutafanya editing, then na color grading. Kikubwa na kizuri ni kwamba mimi ni director mwenye experience. I'm not too color grader au colorist. Mimi ni director, so nafahamu vitu vingi. Yani majibu mengi ninayo ya maswali yako. Kwa mtu ambaye anapenda retouch anaweza kuongezea hapo, but this is my grading. Very nice grading. Najua sasa itakuponya. Asante.